utajadiliwa tarehe 30 mwezi huu wa Novemba. Na maafisa wanne wa uthibiti wa mijengo katika kaunti ya Kiambu watazuiliwa kwa siku 10 wakisubiri uchunguzi zaidi. Wanne hao walikamatwa na kushtakiwa kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa 6 katika eneo la Ruaka na kusababisha vifo vya watu wawili, mtu na mkewe. Akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu wa mahakama ya Kiambu Manuela Kinyanjui amesema maafisa wa upelelezi wametoa sababu za kutosha kuishawishi mahakama kuwazuilia. Mmiliki wa jengo hilo hata hivyo hakufika mahakamani akitoa sababu ya kuugua. Mahakama ya Kiambu imekubali ombi la polisi la kuendelea kuwazuilia kwa siku 10 Stephen Njiraini, John Mobe, Pauline Wanjiku na Geoffrey Kamau, ambao ni maafisa wa kudhibiti ubora wa mijengo katika kaunti ya Kiambu kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa 6 na kusababisha kifo cha mtu na mkewe. Ukiitaka mahakama kuwazuilia wanne hao, upande wa mashtaka umehoji kuwa huenda wakabiliwe na mashtaka ya kuua bila kukusudia na kuwa iwapo wangeachiliwa wangehitilafiana na uchunguzi. The respondents are likely to interfere with the investigations if set free during the stated period, since the matter is of public interest and there are other persons who are still at large and who need to be arrested, and the respondents must conspire with the persons at large. When the IO comes to court and says that the respondents were acting in the vetting of drawings, monitoring ongoing projects under construction and serving notices, he is not disclosing that this particular structure did not have approved drawings that they had vetted. I shall grant the police a period of 10 days to complete investigations and prefer necessary charges. And so the respondents will be detained at Karori police station. So we'll mention after 10 days. Upande wa mashtaka unashikilia maafisa hao walikuwa na jukumu la kutathmini michoro ya ujenzi, kufuatilia ujenzi unaoendelea, kutoa notisi kwa wasiotii kanuni za ujenzi na kuhakikisha zinafuatwa vilivyo, ila walifeli, jambo wanalosema lilisababisha kuporomoka kwa jengo hilo na kusababisha maafa. Wachunguzi aidha wanataka kutumia muda huo kupata taarifa zaidi kutoka serikali ya kaunti ya Kiambu, mamlaka ya mazingira NEMA na mamlaka ya kusimamia ujenzi NCA kabla ya kutayarisha mashtaka dhidi ya wanne hao. Tayari gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amewasimamisha kwa muda maafisa watatu kufuatia kuporomoka kwa jengo hilo. Alano Chanda, KTN News.